Asifiwe ndugu mtazamaji. Kwa neema ya Mungu leo tuko mahali hapa VCC Image. Kwa jina langu naitwa Enoch, ndiye host wa siku ya leo, lakini nyuma ya kamera tunaye mtumishi wa Mungu anaitwa Samuel Mdota. Leo tuna kitu kizuri ambacho tumekuandalia, na leo pia kwa neema ya Mungu tuko na mtumishi wa Mungu ambaye tutaenda kumfahamu. Cha msingi usiache kulike, subscribe na kucomment channel yetu ya Mdota Media Pro ili uwe wa kwanza kupata matangazo yetu. Kama nilivyotangulia kukuambia kwamba tuko na mtumishi wa Mungu Ushindi Leonard. Ni neema ya kipekee kukutana na mtumishi wa Mungu. Mimi kwangu ninaichukulia ni neema kwa sababu si kawaida. Minister Ushindi. Naam. Kuna watazamaji hapa wanatamani kufahamu. Okay. Unaweza kuwaambia kujua wewe ni nani? Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hapa ni Ushindi, mtumishi wa Mungu Ushindi Leonard. Niko hapa mbele zako. Mimi ni kijana wa kiume. Nimeoa, ni mtumishi wa Mungu. Yote hayo ni yananihusu mimi. That's all about me. Ndio utukufu kwa Mungu. Amen, kabisa. Asante sana, asante sana. Watu wengi wamekuwa wakikusikia, wakiwa wakikufuatilia huduma una na wengine by the way wanatamani kuwa kama wewe. Na tumeona, mimi binafsi nimeona nimeiona, nafikiri na siku ya Jumapili. Exactly. Yes, lakini najua baadaye utakuja kulizungumzia hilo. Na ni mara ya pili sasa tunakufanyia interview. Ndio siku ile mara kwanza tulikuwa tunakufanyia interview, ulikuwa kwenye level fulani ya na sasa hivi tunaona safari imeendelea na umefika kwenye level nyingine. Unaweza ukatuambia ile level kwa kile na level sasa hivi kuna tofauti gani? Okay, utofauti upo kwa maana ya kwamba utofauti upo wa kimajukumu, lakini pia utofauti upo wa kiufahamu. Okay. Yes. Na experience kwa ujumla utofauti, kwa sababu Mungu anapokuchukua hatua moja kwenda nyingine, kunakuwa na experience nyingine, una experience Mungu kwa namna ya tofauti. Okay. Na majukumu unayokutana nayo huko mbele unakutana nao pia ni tofauti kabisa. Kabisa. Na Mungu anaendelea kuimarisha experience yake katika kabisa. Kuna watu wengi ambao wanatamani huduma hii ya muziki wa injili. Okay. Na wengi wakiwa wanatamani kufika kwenye level fulani. Na tunaamini kwamba katika huduma hii kuna changamoto. Unaweza ukawaeleza kama changamoto ambazo na Mungu amekuwa akikusaidiaje katika kuzitatua ama kuzivuka hizo changamoto? Okay, mimi ninapoweza kuelezea kwenye hilo swali, of course ni swali very technical. Mimi naweza nisiseme ni changamoto zile zinazotokea, zile naweza nisiseme ni changamoto, ila changamoto kubwa ambayo mtumishi wa Mungu anaweza kukutana nayo, ambao mimi pia nimekutana nayo, ni kutokuwa na ufahamu kulingana na level ulionayo. Yaani ufahamu unakuwa mdogo kulingana na namna unavyo operate. Yes, maana yake ni Mungu anavyotamani ufanye. Kwa sababu kuna vitu ukiwa na ufahamu sahihi, kuna vitu ukikutana navyo ni vya kawaida, unavichukulia kawaida. Unajua kabisa hizi ni tests, sababu sisi wa Kristo na tuliookoka tunaamini Mungu huwa hatujaribu kwa maana ya temptation, huwa anatupima kwa maana ya test. Okay. Kwamba sasa uko level hii, nataka nikupeleke level nyingine, lazima kuje na test, maana ya kama mtihani uvuke uqualify level nyingine. Kwa mara nyingi mambo yanayotokea yanakuwa kwenye mfumo wa namna hiyo, lakini kwa sababu ufahamu wetu unakuwa hujafikia hapo, tunayatemu kama majaribu, tunatemu kama ni vitu vya kukimbia. Of course kuna vitu vinakuja kutujaribu ambavyo tunaviruhusu sisi wenyewe, sio Mungu actually. Kwa issue kubwa ambayo mimi naweza kuisema ni ufahamu. Mimi pia imesha kunitokea, kuna mambo niliwahi kukutana nayo ambayo kiukawaida unaweza ukasema ni majaribu, na watu wengine wanakuambia hivi vitu ni changamoto unakutana nazo kwenye huduma, kwa maana ya kwamba majaribu sijui ni vitu vibaya unakutana navyo, lakini after some time unakuja kuelewa kwamba ni vitu ambavyo vilikuwa ni kawaida. Ni sasa na mtoto mdogo akishakuwa mtu mzima akikutana na changamoto fulani
mtoto akikosa hela ya kula anaona ni shida, haelewi kama kuna kukosa hela. Lakini mtu akishakuwa mtu mzima, akipungukiwa kitu, anajua ni hali ya maisha, natakiwa nitafute nipate. Kwa hiyo naweza nikasema changamoto ni ufahamu. Na kwa mtu ambaye anakutazama naye anatamani kufika level maybe uliofikia ama zaidi ya uliofikia, na kuna vitu anavyokutana navyo na by the way unakuta labda kwamba ni changamoto kama ulivyokuwa unafikia. Kuna kitu gani labda cha kumshauri mtu kumwambia? Okay, kitu kikubwa cha kumshauri mtu huyo kama huyo ambaye uko najishauri na mimi pia at the same time ni kwamba either tu, kwa maana ya kwamba anabidi aangalie vitu anavyokutana navyo vibaya ni yeye ndo ameviruhusu au viko kwenye ile darasa la Mungu. Ya kwa sababu hii hapa Biblia inatuambia kwenye Yakobo nadhani, hamna kwa sababu hamuombi. Kwanza juu inaanza mwafanya vita, mwaua nini, naelezea, lakini hamna kitu, alafu anasema hamna kwa sababu hamuombi. Na anasema hata mkiomba mnaomba vibaya ili mtumie kwa tamaa zenu. So kuna changamoto, kuna ugumu tunakutana nao kwenye hii safari ya utumishi. Kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya ugumu tunauleta sisi wenyewe kwa sababu ya mihemko yetu, kwa sababu ya matamanio. Biblia inasema tusinie kupita tuwezavyo, si ndio? Kila mtu anatakiwa aende kulingana na level Mungu anayomchukua. Kuna wakati sisi kama watumishi tunataka ku-aim vitu vikubwa sana ambavyo viko nje ya level niliyopo mimi. Na kuvikosa vile sio kwa sababu Mungu kaniacha, ila ni kwa sababu mimi ninataka niruke stage. Kwa mtu anatakiwa ajue kwanza, je, hili ninapokutana nazo hizo changamoto ni mimi ndo nimezisababisha au niko sawa? Kama yuko sawa, basi ajue kuna na testi za Mungu zinajulikana. Sasa Mungu anapokuwa anakuandaa, vitu vyake anavyovileta vinajulikana. Kwa hiyo mtu anatakiwa tu develop ufahamu wake na ushirika wake na Roho Mtakatifu kuweza kudisani kwamba hapa ni Mungu yuko na mimi, ananitaka nisiende hatua hii bila yeye, au kuna kitu anataka anitengeneze ili ninapoama hatua niwe safe zaidi kwenye hatua. Kwa hiyo mimi nadhani ni kujicheki kwenye hayo mambo mawili, wewe binafsi, lakini pia ufahamu wako kuhusu Mungu ili uzielewe njia za Mungu. Ndugu mtazamaji, kuna